Inapokuwa inatokea ajali, kuna sababu nyingi ambazo zinapelekea ajali kutokea, na mara nyingi waga binadamu waga ndo chanzo kikubwa sana cha ajali nyingi sana ambazo zinatokea katika maeneo ya kazi, au barabarani, au kuna sehemu yote ambayo inahusisha shughuli mbalimbali za mwanadamu. Sasa leo tutaangalia vitu viwili. Kuna kitu kinaitwa unsafe act and unsafe condition kwa lugha ya Kiingereza, nikimaanisha kwamba vitendo hatarishi na mazingira hatarishi. Hivi vitu viwili vinachangia kwa asilimia kubwa sana kutokea kwa ajali. Inapokuwa inatokea ajali, ni kati ya vitu viwili. Ni kati ya mazingira hatarishi huwa hupelekea ajali fulani, au vitendo hatarishi huwa hupelekea ajali fulani. Tukichukua mfano katika barabara, ukiangalia barabara nyingi za Tanzania zinakuwa na mashimo, unakuta zina mashimo au zina matuta, au zingine unakuta nyembamba. Zote hivi vinajumuisha vitu ambavyo vinaitwa mazingira hatarishi. Kwa hiyo kama dereva unakuwa unaendesha gari katika barabara ambayo ni nyembamba, kwa lazima ujue kwamba upo katika mazingira hatarishi, kwa maana kwamba kuna uwezekano wa kutokea kwa ajali kwa muda wowote ule kama endapo usipochukua tahadhari, au kama endapo kutakuwa kuna mashimo mengi barabarani. Kama utaenda kwa spidi kubwa, ni inawezekana kabisa ukapasua tairi au ukakanyaga shimo likakutoa nje ya barabara, au muda mwingine kama kuna tuta kubwa ambalo limewekwa bila kibao, maana tayari hayo ni mazingira hatarishi. Kama ukaenda ukalivaa dereva, inawezekana ile tuta likakutoa nje barabara na au likapasua tairi. Kwa hiyo yote hayo ni mazingira hatarishi. Ukija katika maeneo ya kazi kwa kawaida, mazingira hatarishi ni mfano kama maji yakimwagika katika sakafu, tayari hayo ni mazingira hatarishi. Hapa tunaongelea kazini, hata pia nyumbani. Maji yanapokuwa yapo kwenye sakafu, maana tayari yashatengeneza mazingira hatarishi. Kwa maana gani? Kwamba mtu anaweza akapita pale akateleza kutokana na ile maji ambayo yako kwenye sakafu, na mwisho wa siku ikampelekea mtu kuanguka. Kwa hiyo hayo hivi ni vitendo, ni mazingira hatarishi. Kwa mazingira hatarishi ni mazingira yoyote ambayo yanaweza kuchangia ajali kwa namna moja au nyingine, kwamba yasipodhibitiwa au yasipochukuliwa hatua yanaweza kupelekea ajali. Kwa hiyo hivi vitendo hatarishi visipochukuliwa hatua, mara nyingi sana huweza kupelekea ajali. Inawezekana kufanya kazi katika mazingira hatarishi, lakini usipate ajali leo, kesho, lakini ukapata ajali labda baada ya miezi 3, baada ya miezi 4. Kwa hiyo ni muhimu kama mfanyakazi kutambua au safety officer kuwa na uwezo wa kutambua haya mazingira hatarishi, sababu unapofanya kazi katika mazingira hatarishi inakuwa wewe katika hatari kubwa ya kuweza kupata madhara. Tuongelee vitendo hatarishi au unsafe act au unsafe behavior. Hapa kwa asilimia kubwa tunaongelea sana mwanadamu, sawa? Sababu mwanadamu ndo anasababisha sana kufanya vitendo hatarishi ambavyo vinapelekea ajali nyingi sana barabarani kama unavyoona. Mfano katika sekta ya usafirishaji, unakuta dereva wa gari kubwa au lori au gari ndogo anaona kibao kimeandikwa kwamba utakuwa utembee chini ya 50, kimechora 50, maana yake anatakiwa atembee speed chini ya 50. Vile vibao vinawekwa kwa makusudi kabisa. Mpaka vinawekwa pale, maana yake tayari ushafanya upembuzi yakinifu kwamba lazima hapa dereva katika hichi kipande lazima atembee chini ya speed 50. Inawezekana labda ni sehemu ya makazi ya watu au ni sehemu ya karibia na shule, kwa lazima dereva atembee speed chini ya 50. Lakini sasa unakuta sasa dereva yeye hafuati sheria, anatembea zaidi ya speed ya 50, na unakuta anatembea zaidi hata speed 80. Kwa tayari hizo ni unsafe, hizo ni unsafe behavior au ni matendo hatarishi. Hatarishi kwa sababu gani? Anapokuwa anazidi speed katika eneo ambalo hatakiwi kuzidi speed, maana yake anajiweka katika hatari zaidi ya kusababisha ajali. Kwa hiyo tayari anajiweka katika mazingira hatarishi, kwa maana yake sasa ni kitendo hatarishi ambacho anakifanya. Au unakuta dereva ana overtake sehemu ambayo hata chaki haimruhusu ku overtake. Chaki ile ya barabarani haimruhusu ku overtake, lakini ana overtake. Au unakuta dereva mwingine ana overtake sehemu yenye mlima, ana overtake. Kwa maana sasa kama ana overtake sehemu yenye mlima, hawezi kuona kile kitu gari ambalo linakuja mbele yake. Kwa maana tayari anajiweka katika mazingira hatarishi. Ndipo kama kutakuwa kuna gari nyingine inakuja upande ambao ame overtake, inaweza kusababisha ajali. Pia baadhi ya vitendo hatarishi ambavyo madereva wengi huwa wanafanya ni kutokufunga mkanda kutoka nje gari, au nakuta mdo mwingine dereva anaongea na simu kuendesha gari, anakula kuendesha gari, anabadilisha nguo kuendesha gari. Vyote hivyo ni vitendo hatarishi. Hata katika maeneo ya kazi tukirudi, pia
unakuta mfanyakazi anafanya kazi hajavaa vifaa kinga au hajavaa PPE. Unakuta mfanyakazi anafanya kazi katika sehemu ambayo kuna kelele, unakuta kabisa kuna sign au kuna zile alama za usalama ambazo nimemwambia kwamba lazima unafanya kazi katika eneo hili lazima labda uvae gloves au uvae gloves, sababu labda kazi unayofanya inahusisha pia kuharibika kwa mikono, kwa lazima avae gloves ili kwa ajili ya kujikinga na kile kitasha ambacho anafanya kazi. Au unakuta labda anafanya kazi katika sehemu ambayo kuna kelele au kuna mashine au kuna mitambo ambazo zinapiga kelele, lakini unakuta mfanyakazi havai vifaa kinga, mfano kama earplug au earmuff, havivai kwa ajili ya kumkinga. Unakuta anafanya kazi kwa mazoea. Kwa hivyo vyote hivyo ni vitendo hatarishi. Au unakuta pia katika eneo la kazi kuna sehemu za tembea kwa miguu, unakuta mfanyakazi anakatisha tu sehemu ambazo sio sahihi. Pia kutokufuata sheria na kanuni mbalimbali za usalama katika eneo la kazi, pia zote hizo ni vitendo hatarishi ambavyo vinaweza vikapelekea ajali. Kwa hiyo katika ajali nyingi ambazo zinatokea katika maeneo ya kazi, ukiangalia zile root causes ambazo labda baada ya kufanya uchunguzi unakutana nazo, labda root cause hapa ni kwa sababu hakuna kitu fulani. Kwa hivyo mwisho wa siku unakuta kabisa hizo root causes zinakuwa zimegawanyika katika makundi mawili. Inawezekana labda ni mazingira hatarishi au ni vitendo hatarishi. Na kwa asilimia kubwa sana wanadamu ndio waga ni chanzo kikubwa sana cha ajali nyingi ambazo zinatokea barabarani, ajali nyingi ambazo zinatokea katika maeneo ya kazi, kwenye viwanda, kwenye sekta ya ujenzi. Unakuta mfanyakazi kapewa mkanda na anaambiwa kabisa ukifanya kazi za juu utakuwa uvae mkanda, lakini unakuta mtu kwa mazoea kabashazoea kufanya kazi sehemu nyingine alikuwa afungi mkanda na akafanya kazi vizuri, lakini kaja kwenye sehemu nyingine na kazi anaiga matendo yale ambayo alikuwa anafanya katika kazi sehemu nyingine, lakini mwisho wa siku unakuta sasa mazingira yanakuwa tofauti na pia siku hazifanani. Mwisho wa siku unakuta anapelekea ajali. Kwa kwenye usalama hatufanyi kazi kwa mazoea, tunafanya kazi kwa kuzingatia usalama, sababu usalama tu sio kwa leo au sio mahali, sio tu leo. Maana usalama ni kitu ambacho utakuwa unaishi nacho siku zote, unapotoka nyumbani, unavyojiandaa mpaka unafika kazini, unapotoka kazini na kurudi nyumbani, lazima uhakikishe kwamba unarudi salama. Sawa. Kwa hiyo ni muhimu sana wewe kama mfanyakazi au kama safety officer au mtu yote ambaye unazingatia usalama katika shughuli zako za kila siku, kutambua vitu viwili. Uwe na uwezo kutambua mazingira hatarishi unapokuwa katika eneo la kazi, na pia uwe na uwezo kutambua vitendo hatarishi ambazo aidha unafanya wewe au anafanya mtu mwingine kwa ajili ya kumrekebisha. Kwa hiyo ukitambua vitu viwili hivi, vitendo hatarishi na mazingira hatarishi, utaweza kuepukana na ajali. Sababu mwisho wa siku mazingira hatarishi na vitendo hatarishi ndio huwa vinazalisha vihatarishi mbalimbali au vinatengeneza hazards ambazo mwisho wa siku zinapelekea ajali na kusababisha madhara mbalimbali. Kwa hiyo ukiwa unaweza kutambua hivi vihatarishi, vitasaidia sana kupunguza ajali katika maeneo ya kazi na kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanakuwa salama. Sababu ukishatambua mazingira hatarishi, utaripoti kwa supervisor wako na itaweza kufanywa kazi. Mfano kama labda ukaona sehemu labda kuna maji yamwagika, utaripoti watu wa usafi, watakuja watasafisha maji yale kwa ajili ya kuzuia watu wasiteleze. Au kama wakati unafanya inspection au unatembea ukaona sehemu labda wiring system hazijakaa vizuri za umeme au panel za umeme hazijafungwa, au kuna nyaya ambazo ziko wazi ambazo zinaweza zikatengeneza mazingira hatarishi, mtu kupigwa shoti, una report na watu wa umeme wanakuja na rekebisha. Pia ukatembea ukaona labda kuna mfanyakazi anafanya vitendo hatarishi, labda anapanda kwenye gari au anaongea huko anatumia simu, anapanda kwenye gari bila kutumia ngazi, gari kubwa labda bila kutumia ngazi, au anafanya kitendo chochote ambacho ni hatari kwake na kwa watu wengine, utaweza kumfuata na kumrekebisha. Kwa hiyo ukiwa na uwezo kutambua vitendo hatarishi na mazingira hatarishi, itakusaidia sana na atakusaidia wewe pia katika kuondokana na ajali ambazo zinatokea katika maeneo ya kazi. Asanteni.